your darkness in the rabbit hole. Because there has to be a structure for wewe kuishi solo. Na most structure kama hizo zenye ziko hatuwezi zijua unless wewe pia hauko kwa society, uende huko kwa solo uione. Unaelewa? So hii kitu tunashinda tukisema ati ishi venye unaishi wewe ni mchwa nini. Point ni what is your social purpose? Unless ukuje utokezosema mimi sina community. So Madi imefika lazima tuwe na Embrace your kama darkness in the individual rabbit purpose. hole. msifanye niongelele kwa nini wewe na Maiko amko kwa show sahi. Msifanye niseme kwa nini wewe na Maiko amko kwa show sahi. Wewe mimi Anyway, haya, thank you baby girl, najua hapo kwa online kaka kiko unasemaje mageti na minute bana. Yo, Wagwan people, my name is Mr. Rafimas. Big up to the youth them. Mazeme kwa minute sana. Alafu hii kitu tunasemaga youth them. Ushai consider kuna venye size wewe ni mzee. Sina gotea my youth. Eti ni kuna venye unafaa kuumeadapt uongelee wazee wanza kwa sahihi. Wazaya kule makende. Wewe ni mmoja wao. Mimi nilekuma. That is Mr. Rafimas with his line. Hiyo line kwa line yako ya muziki. Big up to the youth. Big up to the youth. Nani age yote ni. Uongo, age yote. Unajua nilikuja nikaria. Mayude. Nilikuja nikarealize you never know that you're getting old. Hata ukakuja kuona watu wanakufa around you. You still never know you're getting old. Unaona? Wewe unadhani by the way wewe bado ni mdogo. Ile unapata hadi watu hiyo wanakuambia wewe ni mzee uko like ni venye tu nyinyi ni watoto, lakini haujioni ukizeeka. Like I was telling the guy that wale tukigrow up tulikuwa tina the wise men, elders. Unadhani kina nani? Wise men na elders ni sisi sahi. Tindo wise men. Sisi na elders. Iko society that tutegemea. Wamemwendea. Bro ni sisi bana. Juu mabibi boomers wameenda. Sisi ndo tumewekewa lawama sasa. Bro, sasa na Gen X. Hata sisi wazalizi. Gen X kaka. Gen X lawama, lakini Gen Z wanatuwekea millennial lawama. Na alpha inawafuata. Alpha inawafuata kwa nasema Gen Z ni mama sana. Mkweza kupindua. Bro, you will never know. You will never know you're getting old. But that shit fucking real. Ukaeji pata umeingia social media unaargue na hadi mtu wako 50. Unashangaa mbona mtu wako 50 haezi ona yeye ni mzee. Kwa sababu mwanzo kujua yeye ni mzee na kwa hard mzee. Inakonga society kwambie. Society kwa in that mirror ndio ikwambie wewe ni mzee. But pia ni kitu poa. Kitu poa usipojiona wewe ni mzee ni kitu poa because you continue living like sasa ukijiona mzee si inamaanisha you are conforming to a certain lifestyle that is expected of you. No, you're surrendering, not conforming. You're surrendering to a certain lifestyle. Why should you? Not expected, but a certain lifestyle that fits you. Swali ni, why should you? Because that's, ni kama sasa, mtu mzee, unataka bado kwenda kuanza kuwatch stories za kwenda out mabaa. Enda. Kaka, as in, it's not your crowd. Bro, acha nikwambie. Hii kitu tukiexit maze sote ni chakula cha mtu. Mbona mimi siende hiyo bar yenye wewe unaenjoy? Ndio unakufa tu. Unaona? Tunaisema hivi, umeniuliza like kusenyo ukijiona wewe ni mzee, kwa nini nakwambia una surrender tu what is tayari uko hapo. Haimaanishi kuacha kwenda kwa bar umeacha kula anasa. But unakula anasa za level yako. Sasa acha nikwambie. Unajua mbona mimi niende base ya keg na niko na uwezo kaka wa kuhave hiyo sherehe private. A wise man called Mangiti once told me. Sijui kama unamjua. Anaweza kuwa babu yangu. Ndio babu yako. But he's a very wise man.
ashiniambia kuwa hii life usi live na hizo inhibitors kwa sababu it blocks you from living your full potential. Nimeparaphrase, but that was the spirit of the advice. That this is not an inhibition. Hii ni ya uko na shida za masikio, kuna shida sijui za joints, sijui kuna shida. Na kama huna msawa, like mimi naongelea certain age kuna venye unajua mwili, kuna venye mali uko. What is here and what is here physically are not the same. Unakubali au ukubali? Ni kweli they are not the same, lakini ukiwa ndume wasumbue mpaka kifo chako. Hivyo ndo venye sasa unajua tu. What do you expect wewe kama mzee mwenye umetengeza mali? Mwenye umegrow sawa, wana expect ujieke your own expiry date. Ushaona? Mimi siongelea mahali utajitaka into familia cabinet ya vitu wazee ufanya. See, I'm talking about you surrendering into the capabilities you have. Buda mimi mzee, like as in, wacha nikueleze what uzee means. Okay. Kuna kitu sijaishi in my capacity. So mali nimefika, kuna vitu si lazima ni chase. Unajua? Nitatumia the knowledge nimegather, nikigrow, hiyo ndio uzee. So niko na knowledge ya, I can have the same experience of the party privately. Why should I still go to this public party? Mimi nimekupata. Ili tunaongelea is a particular set of uzenes. Chanpata. Ambayo it's not conformity venye umesema. You have to surrender to a certain predictable type of mode of living. In that umezeeka. Umetenda mali. Mbona bado unajifanya sharobaro? Kujifanya sharobaro vipi kaka? Yani. Wewe wafaa kuwa mahali umetulia na wazee wenzako wapiga busa, ama unapiga vinywaji vya Johnny Walker, tuseme busa high class au busa low class, unaona? Double type of. Lakini wewe ni mzee, uko 7, tumpatie 64. Tusimpe 70 kama Kalonzo. Tumpe 64. Uko 64 lakini mazee mahali vijana wako nao uko ndani. Msimlaumu. Kwa sababu gani? Ni chakula cha mchwa. Ataenda tutakumbuka, tutafanya dhambi nyingine zaidi. Hivi hata kiondoka tutakumbuka alienda klabu. Mimi ndio kina mchanga, he was a good. Historia yake imeisha. Sasa sisi tutamlimit by our expectation. Huwa yeye anafaa kuwa wewe ni mzee. Vipi wewe ni mzee bwana? Unajua nini ule daga evolution kwa society hasa? Si religion, si education. Ni social purpose. Unajua hiyo ndo inaleta evolution. But ukumbuke social purpose can mean individual, it can be communal, kuwa mamoran watahiri waoe, you know. Yani, but social purpose can be individual also. Yes, it can be. I'm talking about an evolution in a society. Okay. So communal social purpose. An individual purpose, that's an evolution for you. Unajua? But if you want to coexist with a society, you people have to have a common goal. Umeyeka context. You have to have a common goal. So that means those relations have to be chaperoned within a certain framework. Within a certain framework. Okay. In evolution ya society. Kuna hii concept tuko nayo saa hii. Yenye most of us tunaona once umeenda walk ama once umeawake, you feel like you can go solo. You know, you can be independent. Humans are not naturally independent. You are codependent. We are codependent. Unajua, interdependent is specific. So, meaning when we are talking about certain conformity, we are not talking about being forced into what you don't want. Yeah. You know, like I can use a very good example when you are explaining about Rastafari. Yes, Yeah. Si ya watoto.
si ndio? Hii ni wasee, not just kids, not just adults. Yes. This is a combination of people in a society. Yes. Who have a common goal. So meaning hao watu wanaweza songa pamoja, si ati wameconform, they've surrendered to what works with their, then wakaenda wakapatana and they built a community. Meaning sasa Rastafari kuna vitu zingine with a certain age unaweza kuwa nayo uangaliwe uko ndio tunaelewa uko hapo but kaka suada yako. Hapa kwetu hapa kuna level ukifika unaachia wenzako wana experience, wewe una so like always I decide kwa Mangitu say fuck the world bro. So meaning unatoka kwa Rastafari. So siati kwa confirmation, unatoka kwa community. Yeah. So wewe una decide to go the unnatural way. Mimi I'm not doing mambo ya mongeze. Bro, mimi niko solo. Na interpret vile interpret. Nasonga solo. Hii society venye naishi solo. You get? Na most people can't do that. Because there has to be a structure for wewe kuishi solo. Na most structure kama hizo zenye ziko, hatuwezi zijua. Unless wewe pia hauko kwa society, uende huko kwa solo uione. Unaelewa? So hii kitu tunashinda tukisema ati ishi venye unaishi wewe ni mchwa nini, point ni what is your social purpose? Unless ukuje utokeze usema mimi sina community. Baada imefika lazima tuwe na kama individual purpose. Individual purpose hiyo ni bare minimum bro. But itabidi ni bare minimum, si ati itabidi. There's something you have to have. Now let me explain to you. Let me explain to you venye social purpose I affect individual purpose. In fact, social purpose encourage individual purpose. You know how? Social purpose ni ile tunasema si ni Waislamu. Venye Waislamu wa itikadi zetu si Ramadhani. Tafunga. Hivi ndivyo venye tutafanya. Okay. Sisi ikifika kurizo watoto wetu hivi ndivyo venye tunarizo watoto wetu. Ikifika kama ni kuoa hivi ndio venye tunafaa kuoa. Mwanamume kwa Uislamu anafaa kuishi hivi. Mwanamke kwa Uislamu anafaa kuishi hivi. Unaona hiyo ni easy ya kukupatia individual purpose. Yes. Unaona? Let's compare to ukisema unataka individual purpose ndio upate social purpose. Watu wengi inakuwa difficult kwao juu a lot of people don't know who they are beyond the role. Ulimetu mtu wewe ni nani beyond the external fact. Beyond wewe kwa Mkristo wewe ni nani? Beyond wewe kuwa baba nani? Wewe ni nani? Beyond wewe kuwa bwana nani? Wewe ni nani? Beyond wewe kuwa msanii wewe ni nani? Nimekupata. Unaniona? So watu wengi hata tukakuja hapo kwa purpose, watu wengi hawana hiyo. Then it has been made so clinical. The purpose thing has been made so clinical. So most people always think it is like a textbook that we have to go through to achieve something on script plan. Bro, in life, whatever you give meaning is what is. Unaweza kaa tu useme by the way purpose yangu ni kuuza bangi. Nauuze. Kaka. Na hakuna mtu atakufikia. Ndio. Hadi mtu akuja kuambia cheki unajua hii bangi ni mbaya nini kwako. Mimi kwangu naisongesha fiti mimi kabisa. Hata msipochunga watoto wako watasoma about me. Msipochunga watoto wetu watauza bangi. Itafika mahali kuuza iko. Legalize it. So anyway, karibuni sasa ndio hiyo. That was the small talk. Ukimalizia whatever we were talking about before tuingie show. Sasa wacha ni introduce our producer. Vixen. Shi mwenyewe. Vixen mambo mbaya. King Suchi. Character developer himself. Phantom, can you please introduce yourself and welcome yourself? I thought that was Jeff when I introduced. I've already introduced you. Me don't need more introduction.
Kama uko na mtoto 21, sister kako kako 21 hapo. Hit my DM. That's my introduction. That is our producer. He's always been very open with dating younger girls. And when I say younger girls, I mean above age, but not above 24. So if you are interested, man, you're interested in someone. So today I want us to talk about an informed opinion. Yani nataka tuongelele opinions zenye ziko uninformed. Let's give our opinions without seeking reference point. Mbia Rafi namsikia. No, najuu most of us whenever we are giving our opinions ni kama tumesahau opinion ni nini. Sisi tunaangalia opinion ni kama opinion lazima ikuwe ukweli. Opinion lazima ikuwe na reference point. Opinion ikuwe according to Opinion lazima ikuwe statistically correct. Lazima ikuwe statistically correct. Lazima ikuwe, bro, it's an opinion. It is allowed to be wrong. Yani umekubaliwa kuwa wrong na opinion yako na ukorektiwe na mwenye yako na something right about the opinion. Unajua dizo unaka short course fulani nilikuwa nafanya. And I remember I was being told your answer is right depending on how you explain it. Not depending on what statistics are proving. How you define your answer is what makes it right. It's what the lawyers are doing, bro. There's no moral wrong, there's rights, moral rights. It is how clearly you can defend your side. Imagine that. Bro, yani unaweza kaa hivi ukama na opinion yako based on research. Na ushinde yule mtu mwenye anasema ukweli ni backup. That is how strong an opinion can be. Now, when tukiongelea the uninformed opinion, why do I want us to talk about it? Unikitu, the best way I came to realize, the best way you can shut down noise is by trusting yourself with an informed opinion. That's the best way you can shut down external noise. Kwenda kichwa. By trusting yourself with an uninformed opinion. Because the moment you start trusting yourself with the uninformed opinions, you'll be open to listening rather than just debating. Unajua hii cheki mimi sitani opinion ya kuandika. Ya facts. Hii akili yangu venye nimefikiria situation. Tayari na wataka nayo. Kwa hivyo venye nitaisema inamaanisha mkitoa facts. Tunaweza rewrite yangu tuseme si hivyo. Unanipata? So that is the best way you can access, like you can cancel the noise na ufike mahali sasa. Once you've mastered an informed opinion, ndio sasa uende tu mahali sasa unaweza deal na opinion yako kama weight. Mahali unaweza chukua opinion yako useme in my opinion, I feel that these people are stupid. Na nataka tukue mtu okay, huyu hana noise mingi. Huyu mtu aseme wewe ni stupid huyu. With all due respect, Manzo, with all due respect, Jua is about to give you zero respect. Bro, limited. Mtu anakuambia siko baya. No. What people don't understand, ni kama whatever happened with. Do you know what it means by tall, dark and handsome? Niambie. What does it mean? Huu ni mzungu mtall, handsome na nywele ya black. Mrasha. Uipata? Ni nywele. Yo na wakila kwa nywele. Siskin. Jinga sana. Wale ndio take your shit. Unaona? Bro, mimi napenda dila wako.
Kwa hivyo unajua kuna opinion zingine zinaweza kuwa heavy mpaka ukikaa hivi. Hiyo ni gani? Yaani gani? So if naweza kaa hivi nikuje nikae niwaambie Mwingine ani informed opinion. Ipo tulikuwa nayo. Hiyo ni informed baby. Hiyo ni informed. Nisome hiyo. What do you mean? Soma hiyo shit. Hiyo ni informed opinion. Baby, told nothing and answer. Ama mtu yote hapo hivyo. Ebu Kuna Karembo anakuuliza swali. Karembo may right by ama Diesel and Diesel. Okay, so what you're doing is you want a student who's going to do his undergrad. Sasa kuna mtu anasema hivyo. So lakini mtu alikuwa anachagua course akienda campus. You are looking at what was your strong or what you're passionate about. So you want to learn more about it. That was why it was more of a place of uninformed information. Okay? You have an idea, but unaenda unapata hiyo sio, is that the right word? Because unaenda unasoma kama ulikuwa tu unajua sababu kwa cafeteria huko unajua kindani yake. But now Diesel, you are deciding from a place of, because mara mingi we say we start with undergrad. Masters is more of specialized under one like topic, alafu unakuwa like, do you really understand it extensively? Then pale kwa PhD, we mostly to look for a new theory of understanding it. So when you say tall, dark and handsome, very correct. Nilikuwa ni mzungu, mrefu, mgogo na nywele dark. When was him Sudanese? Mtu akaenda change it up. Akasema hiyo tall, dark and handsome inaweza kwa ngozi. Huyo alienda akasema that dark might be a skin tone, that sense of humor, could be all that. Na maybe tall, haikuwa tall urefu, hivi ilikuwa tall ya mzinga. Like, whatever na quick out for you. No. Okay. So tall, dark and handsome. Sasa vile vitu anataka kwenda place of PhD. No, dark and handsome. No, kule ya Gracia, basic one. Bila kwa kule mbele kabisa, anaenda like levels away huko. So Dido anataka don't get stuck with ile information imekuwa like already you get discovered. So akaenda akasema Dido is tall, dark and handsome. Sasa mtu mwingine akwambia go beyond that point. Sasa akwambia I say that. It could have a dark sense of humor. Mtu anaweza kwa ni mrefu kwingine. Hiyo ni long. Na tall dot. Tall thoughts. Hiyo ndo gani tena? Karembo pia. Umevuta. Tall thoughts. Sababu. But I'm following you. So this week has been about not when this wasn't yesterday. Sifuna. On in a long time. Sifuna is a new. Sifuna would be the what you guys were talking before about revolution from goal to have an agenda you want to achieve. So people align towards it because you put aside all your issues, but you have an end goal. That's a revolution by way for you. You put aside all the big facts.
how you go through the religion. And the religion, it's of course a common good in moja. It don't know boundaries of color, height, all that. But when you're going back to history and looking information, myself learning to gravitate to the what happened to get started. Me by the time of I think kitu around, I don't know, 6. Mi naenda nakuta very bogus things. Nakuta watu wakipigwa kwa matako. Maybe that is the kind of tall dark. Wanipigwa kwa matako? Yeah, so maybe tall, maybe ni kuangalia mtu anafifa or something, whatever. No. Matako refu. Umesema hiyo story lazima tu iduke. Tall thing. Mwingine alikuwa na dark. The act does not go with the film. So, how you define it? You know, so let's say that it's an informed information. How do I tell them to go beyond the everybody knows? Like, what works for you? That's how Non-stereotype. Then Karembo. Hapo Karembo, I agree with you. Can you try? Kidogo tu. Karembo, if you're using your headsets ama AirPods, can you try remove them kidogo? Anatumia headset. I am not using any. I'm using the loudspeaker simu. Then nini yako na fluctuate your sound. Venye mimi nasikia Karembo fiti. Karembo. Bizo anagree na wewe. Mimi na agree. Hiyo ndio chenye najaribu kusema. Like as in any opinion we have has a reference point. But now I'm saying, can we have opinions without a reference point? We can't. No, we can. Like, sema tu unaogopa kufikiria. Tunaweza. Si hatuwezi. Wewe unataka tufanye bila kufikiria. Nataka kufikiria. Ndio hivyo. Like as in, ni kama kaka nikuulize, asitulie nikwambie. Nikuulize, pombe ni poa ama ni mbaya? Nitafute reference. Unapata? An informed opinion is your opinion based on alcohol. Unaweza kuja useme pombe ni mbaya, but nimekuona ukigo through campus na pombe mpaka umegraduate vizuri, una kazi vizuri na familia vizuri. So, wewe unamaanisha nini ukisema in your mirror, success yangu ni graduation? Haunielewi. Yaani hiyo nimetumia tu example nikisema mtu kuja akisema pombe ni mbaya, na ukiangalia life yake, huyu mtu ame go through life yake na pombe but hajakuwa fucked up, but anatumia narrative ya reference ile ya alcohol is bad, unajua. But tu yeye ukimwambia but ndio I accept, mtu mwenye nikiona akianza kunywa pombe anakuwa addict, huyo nitamwambia wewe naye pombe ni mbaya, wewe ndio ile tunatumia reference kule. Unajua the same way nilikuwa naambia msee juzi the other time, like when it comes to informed decisions, our standards, the Kenyan standards, the KEBS standards, majority of them are not our standards. No. That's true. It's standard according to, not our. So ukikuja na your uninformed opinion, it's not, they cannot consider it. Wanakumbia ni very ignorant. Unaambia kitu kama changa. Kwani they cannot allow changa. Wanasema changa ni mbaya. Mpaka saizi hata sisi tunaona changa kama kitu mbaya. The only problem with changa na hizi pombe za magendo. Sasa pia wewe umeita changa pombe ya magendo. Paka umeirifa. Eka paka mnazi hapo. So mnazi pia ni pombe ya magendo. Tulia. Mnazi ukiweka 1 week inakuwa vodka, inakuwa. Kwa hivyo mnazi ni pombe ya magendo kwako. Sikia. Magendo is just a legal term. It doesn't make the liquor bad or good. It's not been certified by the government. Which ndio unaambiwa hiyo certification yenye tuko nazo si zetu. Sasa ndo nakwambia hivi. Kuna vigezo like vipimo or acha niweke kizungu. There are standards. Okay? Of everything. Unaona?
some are set in concrete, some are variable, but kuna standards. Unaona mtu akikupatia his own personal opinion huwa pombe ni mbaya. Ushanipata? Wewe ukimwangalia through your mirror, but umesoma, you have a job, maybe your business is doing well, but yeye mwenyewe character wise anafeel kuwa labda nikikunywa naenda kuchachisha na vurugana. My business is not affected, but the personal is affected. Neza ingia mtaani nichachishe, but niamke mapema niende jobona nifanye poa. So pombe si mbaya. Kuelewi. Pombe si mbaya. You can manage it. Sikia. Pombe si mbaya. The mirror you are looking at it. No, wewe mwenyewe you can take alcohol, uende home ulale fiti, uamke asubuhi uende job. Lakini mtu anakuambia personally. That si poa. Huyo anakuambia bro. But kila kitu anafanya poa. Sikia. Unamwambia aje? Twende tukakunywa, anakuambia bro, maze pombe si poa kwangu. Tuambie. Bibi zako zinaenda poa. In fact, vitu zako ziko fiti, ulisoma poa, you are drinking, but no, mtu mwenye anasema pombe si poa kwake hafai kuendelea kukunywa. Exactly. Kwa hivyo kama hakunywi, naweza kaa ni kuwe, then I can take your opinion that pombe si poa because you're not drinking. But if you continue drinking, then and you telling me pombe si mbaya, then I'm not taking that opinion. You confuse the realization of something you confuse the realization kuwa unafanya kitu mbaya to constitute kuwa utafeel ukoretio kitu mbaya. Kuna mtu anatambua mazemi si mtu mpoa, mazee na nyongana wasee, mazee si kitu poa, pataachi kunyongana. Unajua hata akienda kuibia wasee na bunduki akiwashtua gimio yuliamani nini mbaya, but haachi. Ni mtu hajajikubali. Bro, hata ukijikubali kuwa we ni mwizi. Unaona mweke pilo hapo nyuma. Hivi na hiyo isonge nyuma. Inuka. Hiyo ngome inaendaje? Inuka. Ama uweke hizi pilo hapo kando. Nyumba yenu hii imejaza machupa hizi. You people need to be taken to. Sasa wewe ukiangalia hiyo unaona ni mbaya. Lakini sasa unaona nilikuwa nakwambiaje bro? By the way sasa kusikia clear. Hata hiyo distortion nilikuwa ni kama nikiongea. Na sasa hii echo imerudi. Hata mimi nasikia echo imerudi, lakini unasikia echo. I think juu nimetoa headphones zangu mimi. Umefinya wapi? Juu nimetoa headphones zangu. Kuna mahali umefinya. Ama ni echo iko. Hebu finya tena hapo mahali umefinya, ilikuwa imeua echo. I think ni sauti ni mic yangu ilikuwa imetolewa. Check. Bado iko. Iko sawa, iko sawa. Iko. Check. Bro, tuko na producer na. Nakwambia. Mashida uko nazo zile za nataka kusinguta. Ushoot content yako bado uedit. Bro, nakwambia hivi. Kuna msee anajua anafanya kitu wrong. Producer. Weka. Wewe sasa wewe ni contribute. Ona lock tu mlango. Kuna mtu anajua anafanya kitu wrong. Sawa. Anajua kuwa hii kitu nafanya mazee na ni demolish, but lezi tuacha. Kwa nini? One. Inaweza kuwa addiction, haezi wacha. Kuna mahali bro ukiwa mtu wa kutombana sana. Acha nikwambie. Pita. City. Uona ukiwa mtu wa kutombana sana. Inafika mahali na kwa addiction bro. Anything that you do in excess becomes something that takes you over. Hata kama watu wa golfing sana. Tama pretender bro. Hata watu wa vinywaji. Bro, anything you do in excess takes over. Ina kuconsume.
haijalishi whether you wanted to walk into it or not. Bro, let me tell you, ndikusikia vizuri sana Rafi. Niambie. Anyone who's addicted, anyone, is because they are chasing release. Unajua? Hawezi chase within, wanaichase nje. Now, I'm repeating this. Kuna watu ma-addicts wenye wanaitwaga ma-functional alcoholics. Sindio? So mi huyu ndo naongelelea sahi. Madaktari. Nikiongelesha functional alcoholic, aniambie pombe ni mbaya, nitakuwa, where are you taking this knowledge whereby someone can be a functional alcoholic? Yani, mbona unachukua hii textbook that pombe ni mbaya? Mbona usitucheze na sisi utueleze, cheki pombe si mbaya, ni wewe cheza nayo hivi hivi. Sikia, wewe umeangalia umse na ukiinterpret kuwa pombe must be good to him because he's good. Interpret kitu, nimeuliza tu swali, is alcohol good or bad? Ndo nakwambia, kikwambia personally, he is a functional alcoholic. From what you are seeing, hujui kama kuna cirrhosis. Yani sikia, wewe unaangalia vitu zake ziko sawa, lakini mse ametoka. Kaka, nimeona mtu ameokoka akona kansa. Ndo nakwambia, magonjwa hayaishi. Kwa hivyo usilete hapa, tunaongelea bro, unaweza ishi hadi healthy na bado uende ujipate uko na ni scrotum cancer. Yani ni kweli. Unapata like unaweza ishi healthy na something can just come up. Kwa hivyo tusiende kwa extreme za ugonjwa. Sikia, na kuonyesha viewpoints mbili. Hapa kuna mwenye amekuja kaelezea story na wewe recipient. Sawa? Mwenye story amekwambiaje? Fuck mazee bro, pombe ni mbaya. Sawa? Wewe mpatiwa story, naambia what do you mean bro? Pombe ni mbaya aje? You guys see you are the most successful kwetu zote. You carry together, bibi yako ako sawa, toyo ako sawa, uko na nyumba fiti, uko na jombo poa inalipa poa. What the fuck are you trying to tell us? But wewe umeangalia from the mirror of your opinion. But ndio ndo tunaongelea uninformed opinion. Now tutafutie informed. Sasa ni kama Karembo kuna informed opinion. Karembo amenyosha mkono, ako na informed opinion. Hebu patieni baby girl Rafi Masa na dance na mimi hapa dance floor mzima. Nakuleta mahali. Baby girl Karembo, unasemaje? Karembo abebo. Sasa unacheka kwa maibu, unataka tukudekeze? Haya, endelea kuruka. Nilikuwa nakwambiaje? Acha nduke kirabit. Wajua hata tukiwa uni kuna watu wenye walikuwa wanakapoa, like everything was going poa, but wasikia wamepiga ma suicide. Kuna time mwingine jamaa alijichoma. Watu informed opinion. Kaka, nimekuuliza hivi. Mtu ni mlevi, wanipata, na according to the society ame succeed. Nipo tuko kwa uninformed. Hiyo ni uninformed. Kwa hivyo mimi nikikuja na uninformed opinion yangu Rafi, I'm giving you an opinion based on my traumas, based on my wounds, based on my insecurities. As in, hakuna mali nimeenda kutafuta information ati nikupatie hii opinion. Hii imetoka tu hapa. So based on the society na perform fiti. So mimi nitakuuliza, if unakuja unasema pombe ni mbaya, hii mahali imekusaidia paka ukafika hapa, hii knowledge iko wapi? Sikia sasa. Wewe you have an uninformed opinion. Na tubakishe hapo pia, wewe ibakishe kwa uninformed. Hiyo hujui. Wajua tunafanyaje? Nitakutoa TV na kukuja. Ili jamani naliambia mazepo
si nzuri naumia, lakini kuna sasa mtono huyu jamani hatari. Nataka kuingiza Hamilton na fujo. Ngoja ingiza kichwa. Hata nikikarembo on call kama ex na misbehave. Jamani nimekuja na uninformed opinion. Na nataka mwagio. opinion. Yes. Ni kama ex na WhatsApp so Mnanisikia? Yeah. Because that's so bad. Yeah. Nakagoja. So mi nimetengeneza nini bikini ama nini? Yaanze kuitisha vitu zenye mwili havivyo. Unanisikia kwa nataka kucorrect traffic kiasi. Hata before ni correct Rafi yako hapa na ngoja. Endelea. moving on swiftly. They did Zizo and kuna point alikuwa haja forget but sneak out of it. Especially ya alcohol. Nasema let's go back hapo. Wacha kumove away from it unaenda wapi because umejifanya analogy na mwizi. But unaona mwizi akina kiiba causing harm not to other people. But alcohol ukikunywa the way you behave venye unajitreat mwenyewe and the people around you. So by the time mtu anakuja kusema alcohol ni mbaya, probably huyo ameform opinion out of experience have from mtu amesema akacause harm to them. So yeye atakutambia watu pombe si poa. Then mimi kama ni mimi nilikuwa niambia mtu apendi pombe kunywe nitabaki, lakini yeye I respect opinion. But mimi pombe haijafika mahali ninadhara myself na wale watu wako. Watu unasikia kwa pombe si mbaya. But anasema pombe si mbaya lakini bado hajielewi na cause harm ni kweli hizo zinasema. Hiyo ni mtu hajielewi. Kwa mwizi. Mbona anaenda kufanya mbona sile kapiga haso kwa wengine. Lakini anajua hajaibu. What about this type of people when you semanga nimeenda kunyulia pombe? Are they the dangerous type of guys? Hao ni kaki na Rafi sasa. Wakijaka tunasema hadi methoni. Yani inaweza kuwa ni either mtu amekukupangia njama ama mtu anataka kukufinya proper. Hakufire. Ajani hata bibi mtu amesema I want to teach you a lesson. Ndio sikingine ukaisikia mtu anasema kijana kufanya pombe. Basi juu utafeel wrong. Ama sijui utafanywa nini. Ukisikia anaitisha Kingfisher unajua si. Best yangu Unakutelewa kitapoli. na best yangu yupenda vitu sweet, mlete Kingfish. Mlete pia mananasi. Anachukua wine alafu andika blackcurrant ama anakunyanga Kingfisher ama sijui anakunyanga tunaonekana ndio na very weird. Yaani kuna wanaume kunywa chrome. Mimi hadi kuna wanaume nimeona wanakunywa Guinness banana soda. Nishai kwa guilty, wacheni si ushoga. Acheni man. Acheni ujika. Hiyo ni ushoga bwana. Acheni. Hamna. Guinness na Coke ni ushoga. Mbona wanya Guinness na Coke? Sikia basi nikwambie. Sikizeni. Nyinyi ndo mjui man. LGBTQ. Coca-Cola ina sukari. Sawa. Na sukari function ya sukari kwa mwili nini? Endeni mkajiangalie. But also alafu kumsupport kidogo. Nasikianga Guinness inatoanga
the floaters. Ni uongo. Wacha tu. Floaters ndo nini? Sikia. Uona Guinness ina kitu inaitwa kama bitter cola hivi. Ina hiyo sikizeni. Ndo ukunywe na soda. Hata iru kunywa na energy drink. That thing is very hard. Yeah. Weza kunywa Guinness na soda.